Shalom. Huku niliko leo bwana. Bila wese hamna kitu inaenda. Kwanza sasa hivi nikikuonyesha hiyo hali ya hewa unayoiona kama saa 12 asubuhi. Sasa hivi ni saa 4 asubuhi. Kuna baridi, kuna ukungu bado nje. Niko kwenye hema hapa. Ni juu ya mlima kabisa, juu kabisa. Lakini pamoja na yote nisingependa kukatisha somo letu kama wiki 2 zilizopita. Kompyuta laptop imegoma kuwaka sababu ya baridi ambayo ipo huku juu. Sijajua kama nikirudi kwenye joto kama itafanya kazi, lakini nilikuja nayo ikiwa na chaji nikitegemea kwamba nitaendelea na lile somo kama kawaida, lakini imegoma kuwaka kabisa. So nitajitahidi kukumbuka vile ambavyo nilikuwa nimeviandaa ili tuweze kulikamilisha risali moja la Jumatano hii. Kabla hatujaanza somo letu, tukabidhi kipindi mikononi mwa Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, lenye nguvu, mamlaka na uweza. Wewe Adonai, Mungu mwenye mamlaka yote na nguvu zote. Tunakuja mbele zako tukisema asante kwa ajili ya Jumatano nyingine tena. Tunaikabidhi mikononi mwako, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Tunaomba ukatufundishe kwa jinsi ile inavyokupendeza wewe. Tunaualika uwepo wako mahali hapa, mwalimu wetu. Roho Mtakatifu, wewe unayetufundisha, wewe unayezijua siri zote za Baba. Tunaomba ukatufunulie yote ambayo Baba anataka tuyajue. Tunaomba ukatufundishe, sisi ni wanafunzi wako. Tuko tayari kujifunza darasani mwako. Tunakabidhi yote, akili zetu, mioyo yetu, nafsi zetu, miili yetu, ubongo wetu na kila tulicho nacho pamoja na roho zetu. Tufundishe Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba, tunashukuru na kuamini. Amen. Mwanzo wa uumbaji wa mbingu na nchi. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Okay. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hii ni Injili ya Yohana kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Ndiyo inatupa mwangaza, inatupa muongozo, inatupa njia ya kujifunza dunia iliumbwaje toka mwanzo. Inatupa msingi wa toka dunia ipo, imeanza, imeumbwa mpaka leo mimi na wewe tuko hapa duniani. Tumeshaangalia mstari wa 1, tumeangalia wa 2. Wiki iliyopita tukaanza kuangalia mstari wa 3 na wa 4 na wa 5, ambayo vinasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani,
wala giza halikuiweza. Kama unakumbuka, kwenye somo lililopita tuliangalia kwa nini ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na kwa nini ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tulishajifunza kwenye somo lililopita kwa nini ndani yake huyu ambaye alikuwa ndiye neno kulikuwa na uzima, na kwa nini ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tulishajifunza kwenye somo lililopita. Sasa kama unakumbuka, nilikwambia tukija kwenye kipindi kijacho ambacho ndio hiki, kuna kitu tena nitakuonyesha kwenye hii mistari mitatu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nilikwambia kuna kitu hapa kimejificha, lakini ni cha muhimu. Kuna vimbu, sijui vimbungo, sijui vidudu gani. Jamani, leo mtanisamee tu na heka. Katika hii mistari mitatu, mstari wa tatu mpaka wa 5, kuna vitu tulishaviangalia, lakini nikakwambia kwamba nitakuja kukuonyesha kitu kimoja hivi ambacho nilikiona kwenye somo linalofuata, ambalo ndio hili sasa. Kitu hiki nataka tuangalie mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kwa huyo. Leo natumia hiki hapa kidaftari, nimeandika, laptop imegoma kuwaka. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Of course vipo vitu viwili hapa. Cha kwanza, vyote vilifanyika kwa huyo, ikawekewa koma yenye nukta juu. Halafu cha pili, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Nataka tuangalie Waebrania 1 mstari wa 2. Waebrania 1 mstari wa 2. Je, anavyosema kwamba wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika, ni kweli? Na ni Yohana Mtakatifu tu ndo aliongelea kwamba hakuna kitu kingine kilifanyika pasipo yeye neno, yeye mwanzo, yeye Mungu, yeye Yesu, yeye nuru. Ukisoma Waebrania 1 mstari wa 2 anasema, mwisho wa siku hizi, amesema na sisi katika mwana. Mwisho wa siku hizi, yani achana na agano la kale, achana na kina Musa, kina Elia, kina Elisha, kina Abrahamu, wote hao manabii wa kale, kina Ezekieli, kina Danieli, achana nao hao. Lakini kuanzia wakati wa huyo alipokuja mpaka sisi, mwisho wa zamani zetu sisi, wakati huu wetu mimi na wewe tukiwa tunaishi kabla hatujaondoka duniani, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Kwenye matukio mawili tofauti, nafikiri kuna mahali niliwahi kuelezea.
mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Angalia mstari unaofuata, maneno yanayofuata. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Ukiendelea kusoma anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina aliloririthi lilivyo tukufu kuliko lao. Nani amesema na sisi katika mwana? Unapata jibu kupitia mstari wa kwanza. Waebrania hii 1 mstari wa kwanza niliuacha makusudi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Unamsikiza nani? Unajifunza kutoka kwa nani? Kutoka kwa mwana ama kutoka kwa wajakazi watumwa? Wewe unajifunza kuhusu Mungu kutoka kwa nani? Kupitia kwa nani? Pasipo yeye hakuna kitu kilichofanyika, kwa sababu kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa yeye Yesu, kwa yeye nuru. Nilikwambia ile nuru iliyowekwa duniani kwenye Mwanzo 1 mstari wa 3 mpaka wa 5, Mungu alikuwa anaweka mamlaka yake. Alikuwa anaweka ufalme wake. Alikuwa anajiweka yeye, yani kwamba yeye awe mwanzo wa kila kitu. Before hajafanya kitu chochote, ni yeye kwanza. Mungu kwanza. Kwa hiyo hapa Paulo akiwa anawaandikia Waebrania anatuonyesha kwamba pasipo mwana ambaye ndiye Yesu hakuna kitu kilifanyika. Na hata sasa bila ruhusa yake hakuna kitu kinafanyika. Lakini pia ni somo ambalo tumeshalisoma huko nyuma. Tulisoma hii Wakolosai 1 mstari wa 16 na 17. Anasema kwa kuwa katika yeye viumbe vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au mamlaka au enzi. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, na amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasipo Yesu
hakuna kitu chochote kilichofanyika. Asikudanganye mtu. Lazima uone umuhimu wa Yesu kwenye maisha yako. Nikwambia kitu, Yesu ni mzuri sana. Yesu ni mtamu mno. Hujajua tu. Ndio maana una sita kuja kwa Yesu. Ndio maana unaona ni ushamba kuja kwa Yesu. Ndio maana unaona kama utapoteza muda kuja kwa Yesu. Ila the moment umepata kale kautamu ka Yesu, the moment umemexperience Yesu kwenye maisha yako, the moment encounter a personal relationship experience na Yesu, hautatamani kutoka. Alafu utajiuliza mbona nimechelewa? Utajiuliza mbona nimechelewa? Bila Yesu maisha si kitu. Siku zote huwa nawaambia watu, huwa tunajifanya tuna furaha, tunajifanya hatujali, tunajifanya tunajua sana mbele za watu. Lakini ukweli wa maisha yetu sisi ni pale ninapobaki peke yangu. Ni pale unapobaki peke yako. Yaani uko wewe tu na Mungu chumbani kwako. Hakuna mwenzi wako pembeni, hakuna watoto, hakuna ndugu jamaa na marafiki, hakuna wazazi, hakuna jamii inayokuzunguka. Alafu the reality inapo click kwenye kichwa chako. Yule ndio wewe sasa. Wewe ambaye yule mtu wako ndani anayemhitaji Mungu ndio yule. Sio wewe ambaye huku nje unaweza ukajitamba unavyoweza. Mimi bila Mungu naishi. Sio wewe ambaye huku kwetu unaturingia kuhusu elimu yako. Wala sio wewe ambaye unaringia uzuri wako. Ama unaringia utajiri unaoumiliki. Kwa yule ambaye ana experience, kwa yule ambaye anaelewa maisha, kwa yule ambaye anawaelewa wanadamu kwamba huyu anaturingia tu hapa. Akishaingia ndani kama kwenye hema hapa nilivyo peke yangu hapa, si lolote, si chochote, hawezi kulinga chochote. Kwa sisi ambao tunaelewa, tunakuangalia tu, tunasema kuna mahali Mungu atakukamata bwana. Walikuwepo kina Sauli na viburi vyao, wakati wanaenda kuua watu wanaomtangaza Yesu, Yesu akawakamatia huko. Akasema, Sauli, Sauli, unaniuzi? Mimi ni Yesu unayeniuzi. Sasa nakupiga upofu. Uelewe kwamba bila mimi
wewe si kitu. You are nothing, soul, without me. Na kwa sababu nataka nikudhihirishie wewe na wale waliokutuma kwamba mimi ni kila kitu, yani nikiamua mimi nimeamua na hakuna anayeweza kunifanya chochote na kubadilisha mpaka jina. Wazazi wako walikuita Sauli, mimi nitakuita Paulo. Alafu tuone utafanya nini. Kupona kwa macho yako, mimi ndo nitakayeamua. Mimi ndo ninakwambia uende wapi ukapone. Kwa sababu kwa nilichokifanya hakuna sayansi, hakuna daktari anaweza kukuponya, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Nikwambie hivi, pasipo Yesu, pasipo Mungu, we ni garasa tu. Kwenye karata, zile karata zile, kuna karata zinaitwa garasa, yani hazina value. Bila Mungu maisha yako hayana thamani. Hivi ushawahi kuona watu ambao wanaringa mitandaoni with whatever wanakifanya, yani anajionyesha kwamba ana furaha na maisha alionayo na nini na nini, alafu kuna mahali hivi kuna kasehemu kadogo tu Mungu anamkamatia hapo, alafu akishamkamata anamuonyesha kwamba hawa uliokuwa unalingana nao hawakusaidii chochote. Na watakukimbia. Ushawahi kukamatwa kwenye engo ambayo wale uliwategemea wote wameondoka. Unaanza kujiuliza, hata fulani imekuwaje? Nimemkosea nini? Kumbe hata hajakukosea. Au hujamkosea. Hamjakoseana. Ni vile tu Mungu kwamba ameamua sasa huyu mtu namtoa, kwa sababu akiendelea kukaa kwenye maisha yako utaendelea kuwa kiburi kwangu. Hautanisikiliza, hautanifuata, hautajifunza kwangu. Ishaiko kutokea. Mimi sitaki kuwataja majina, lakini nafikiri unaona Yesu anawaokoa mpaka mashoga waliokuwa wanafanya hivi. Wala pasipo Yesu hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasipo Mungu maisha yako si kitu. Kuna kitu kingine nataka tukione hapa. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na anasema vyote vilifanyika kwa huyo. Ni vipi hivyo? Anaposema vyote vilifanyika kwa huyo, ni vipi? Hivyo vyote ni vipi? Yeye alifanya vitu gani? Kwa sababu tumeona kwamba pasipo yeye hakuna kilichofanyika, si ndio?
Na kwa nini pasipo yeye hakuna kilichofanyika? Mstari jibu tukalipata kwenye mstari wa ngapi? Wa 4. Kwa sababu ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Yeye ni chanzo. Ndio kile chanzo. Yeye ndio ule mwanzo. Yeye ndio kile kichocheo cha kila kitu kufanyika. Sasa yeye ni chanzo ya vitu gani alivyovifanya? Vyote vilifanyika kwa huyo. Vipi? Ni vitu gani alivyovichochea kufanyika? Twende Mwanzo 1. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Anaposema vyote vilifanyika kwa yeye. Hivi mbingu na nchi. Sijui umenielewa? Nasema hivi. Anaposema vyote vilifanyika kwa yeye, anamaanisha mbingu na nchi. Ni vitu gani? Ni mbingu na nchi. Vyote hivi ni vipi? Vyote hivi ni hivi viwili, mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Tunaendelea. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Siku moja. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Nimecheka kwa sababu kuna kitu nimekiona hapa. Shika hiyo, kuna kitu nimekiona hapa. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo.
Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Nyota pia imekuja, tuko dakika ya 30 ya kipindi chetu cha leo. Akafanya na nyota pia. Akafanya na nyota pia. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. 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 5G. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mwanzo 1. Mwanzo 1 inatupa mwangaza wa zile siku 6 Mungu alifanya nini katika mtiririko. Lakini tunaambiwa Mungu aliumba mbingu na nchi, vitu vikuu viwili, mbingu na nchi. Tuanze kuongelea mbingu, tuanze kuongelea nchi. Okay.
Kwa sababu mbinguni ndio tutakapoenda. Tukishamaliza maisha yetu hapa, inategemea utabahatika kwenda mbinguni. Inategemea, sio bahati, sio kubahatika. Inategemea wewe maisha yako unayoishi. Unataka uende wapi ukishaondoka hapa duniani? Ukishaimbiwa ule wimbo tumpeleke mtu huyu kwenye nyumba ya milele. Parapanda Italia, parapanda. Parapanda Italia, parapanda. Baada ya kuimbiwa ule wimbo, inategemea sasa wewe unataka. Ukishaimbiwa huo wimbo, hapo kaenda kwenye futi 6 chini, futi 7, utachagua mwenyewe unataka uende mbinguni ama kuzimu. Sasa hebu tuanzie kwanza na duniani. Leo tuongelee duniani, kwa sababu mbinguni bado bado kufika, takuja kupaongelea, lakini tuongelee vilivyopo duniani. Vyote vilivyopo duniani, vyote vifanyika kwa huyo. Vitu gani? Mbingu na nchi. Sasa tunaongelea vilivyopo kwenye nchi. Tumeona Mwanzo 1. Lakini ukisoma Mwanzo 2 pia, Mungu hajamaliza hapa. Mwanzo 2 kuna vitu Mungu alivifanya pia. Sasa nikikuelezea tu hivi ambavyo vipo kwenye Mwanzo 1, nitakuwa sijakutendea haki. Inaweza kuwa ukajiuliza, sasa mbona kitu fulani sijakiona? Ama mbona hajaongelea Mwanzo 2 wakati vipo vimeorodheshwa? So tusome tena Mwanzo 2 mpaka tutakapoishia. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi. Mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado. Ni vitu muhimu sana vishike. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Nikuombe kitu kimoja. Unaposoma ama unaposikiliza haya masomo na kujifunza somo lolote lile, kuanzia somo la kwanza mpaka hili ambalo tupo nafikiri ni la 8, unaruhusiwa kuuliza maswali. Swali lolote linalohusu uumbaji, wewe uliza. Ninajibu, nitakujibu. Sina jibu, nitakwambia hilo sina jibu, Mungu hajanionyesha hapo. Una chochote unakijua, wewe share tu, tunajifunza. So, una swali, wewe uliza tu. Hapa uliza tu. Takujibu kwa uwazi kabisa hapa. Kwa sababu tunajifunza. Na kwa sababu tunataka tuelewe tumetoka wapi.
Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana alipoziumba mbingu na nchi, mstari wa 5, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Mstari wa 6, ukungu ukapanda katika nchi, ukatie maji juu ya uso wote wa nchi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho kuna kitu hapa nakiona. Kuna jibu nalipata hapa. Kadri tutakavyoendelea kusoma, nitakwambia ili jibu limetoka wapi. Si wanadamu ni wajinga sana. Ni wajinga sana. Shetani anaturubuni kwa vitu vidogo sana, vibaya sana, vitu ambavyo ukifikiria kwa akili yako unasema da, shetani mjinga wewe, achana na mimi. Nikifikia pale ambapo pamenifanya niongee hivi sasa hivi, nitakwambia. Bwana Mungu, mstari wa 9, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu. Na jina la mtu wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Okay. Na jina la mtu wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mtu wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao, kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala.
Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Nacheka vitu vingi sana. Wanasayansi wanakopi na kupesti kutoka kwa Mungu. Kuna ile dhana kwamba kuna vitu wanasayansi wakivifanya eti unampa utukufu shetani. Huu ni ushetani. Hivi kwa nini unapenda kumpa utukufu shetani? Kwa nini unapenda kumkuza shetani kiasi? Wakati hata kumpa sisimizi hawezi. Maarifa yote, ujuzi wote alionao mwanadamu, awe ni mwanasayansi, awe ni mwanasheria, awe ni kitu chochote kile, unakuta humu. Kama Yesu alisema, kazi zote ninazozifanya mimi na wale wanaonifuata, wanaoniamini watazifanya. Sasa kama Yesu kwenye vitabu vyako wameandika kwamba Yesu aliumba ndege, aliumba kiumbe hai, akakipeperusha, kikapeperuka, kikaenda. Wewe unadhani ni kwa nini wewe uwezi? Unafikiri Mungu akitaka kukufanya wewe ukaumba kitu, anashindwa kukufanya ukaumba? Anaweza. Usimweke Mungu mipaka. Nini nataka kukwambia? Hemu badilisha mindset yako. Kuna wale watoto wanaoteshwa maabara, wanazalishwa maabara wale. Nafikiri kama umewahi kuona hiyo maabara ambayo inatengeneza watoto. Hata mimi mwanzo nilikuwa nafikiria ni mambo ya shetani, ni ushetani. Lakini ni thinking capacity ambayo Mungu ameiweka ndani ya mwanadamu. Usimwekee Mungu mipaka. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Leo asubuhi nilipoamka alfajiri, nikatoka nikawa nazunguka huku nilipo. Wakati nasali, Mungu Roho Mtakatifu akanipa neno. Nikafungua kwenye Ezekieli 17. Nijikuta na cheka, nikasema, God, I can't you. Yeshua Hamashia, I can't you. Yani nilisema, Yesu sikuwezi. Na siwezi Biblia yako tena. I'm done. Nimechoka kwa sababu hakuna jipya. Kwenye Mhubiri ameandika wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Unajua kwa nini? Wewe unashangaa, hivi vitu vipya wanatuletea mambo ya ushetani, wanasayansi wanatuharibu, sijui nini na nini. My dear,
Kila mwanadamu anachokifanya Mungu alishakifanya na kipo humu. Kila mwanadamu anachokigundua na Mungu alishakigundua, alishakifanya. Tunafanya kukopi na kupesti. Ezekieli 17. Niliacha mdomo wazi leo. Yaani nilibaki niko puzzled. Aliniambia tusoma Ezekieli 17. Kwa hiyo wakati nasoma, nimesoma kuanzia mstari wa kwanza nikamaliza mpaka wa mwisho. Ila akili ikarudi kwenye mstari wa 22. Bwana Mungu asema hivi: mimi nami nitakitwaa kilele kirefu cha mwerezi na kukipandikiza mahali, na katika vitawi vyake vilivyo juu nitatwaa kitawi kimoja kilicho chororo, nami nitakipanda juu ya mlima mrefu ulioinuka sana. Juu ya mlima wa mahali palipoinuka pa Israeli nitakipanda, nacho kitatoa matawi na kuzaa matunda. Nao utakuwa mwerezi mzuri, na chini yake watakaa ndege wa kila namna ya mbawa, katika uvuli wa matawi yake watakaa. Na miti yote ya mashamba itajua ya kuwa mimi Bwana nimeushusha chini mti mrefu na kuuinua mti mfupi, na kuukausha mti mbichi, na kustawisha mti mkavu. Mimi Bwana nimenena, nami nimelitenda jambo hili. Kuna wale watu ukiwasomea kitu kwenye Biblia anakuambia sio maana yake. Hiyo ili Mungu aliongelea kama lugha tu ya mifano. Basi tuseme na hii kuumbwa kwa ulimwengu Mwanzo 1 na 2 ni kwa lugha ya mifano tu, haikuwa dhahiri. Nataka nikuonyeshe nini? Sasa hivi mimea mingi na miti mingi wanasayansi wanaipandikiza. Unakuta amepandikiza kwenye miti, umeota. Alafu unakuja unashangaa matunda hayana mbegu. Tunasema hii ni sayansi, imetoka kwa shetani. Ezekieli 17 mstari wa 22, mstari wa 23, mstari wa 24 na wa 25 vinakujibu. Sio utaalamu wa shetani ndugu yangu. Huu ni utaalamu wa Mungu. Kuna vitu Mungu ana wakati wake wa kuvishusha, wa kutufundisha ukifika. Ujuzi wa mema na mabaya. Ujuzi, ufahamu, maarifa. Kuna vitu hutakiwi kuvijua ukiwa kwenye stage fulani. Kuna vitu hutakiwi kuvijua ama kuvifanya ukiwa kwenye umri fulani. Hauruhusiwi. Lakini ukifika umri fulani unaruhusiwa. Badilisha ufahamu wako leo. Anza kuiangalia sayansi kwa jicho la tatu. Acha ushamba kwamba ni vya shetani. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni vitu gani ambavyo vilifanyika kwa huyo? Ukisoma nimevigawanya sasa, ambavyo sasa ndio vya nchi. Nimegawanya. Nimekwambia leo tunaongelea nchi tu. Tutakuja kuongelea mbingu. Nafikiri Mwanzo 2 nimemaliza. Kama sijaimaliza utaimalizia. Mpaka pale Adamu na mkewe wala hawakuona haya. Mstari wa mwisho wa Mwanzo 2 sijamaliza. Nenda kamalizie, kwa sababu tuna muda mchache uliobakia. Sasa kwa sababu hatuongelei mbingu kwa leo, ikoje, nini kiliwekwa, tuongelee nchi. Ukisoma Mwanzo 1 mpaka 3.
Mungu akasema na iwe nuru siku ya kwanza. Alafu kuna vitu akavifanya pale. Kuna majukumu aliyafanya, aliyatimiza. Akuishia tu kusema, alifanya pia. Ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 6 mpaka wa 8, Mungu aliumba kitu kimoja tu, anga. Lile anga akaliita mbingu. Anga, angani, mbinguni. Mstari wa 6 mpaka wa 8. Ilikuwa siku ya ngapi? Ya pili. Ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 9 mpaka wa 13, ambayo ndio ilikuwa siku ya tatu, Mungu aliumba ama alifanya bahari na nchi kavu. Halafu akafanya majani. Akafanya mche utoao mbegu. Akafanya mti wa matunda wenye mbegu ndani. Imagine imepita maelfu ama mamilioni ama malaki ya miaka mingapi, aliamua kuweka mti wenye mbegu ndani. Alafu ujuzi wake huo anakuja kuamua kwenye Ezekieli 17 kuanzia mstari wa 22 kuumba ama kuzalisha ama kufanya mche unaotokana na tawi. Nilikwambia mwanzo kabisa kule wakati naanza somo siku ya kwanza, nikakwambia nimeipa title ya kipindi hiki mwanzo wa uumbaji. Nina sababu. Unakumbuka? Sababu ni hii, Mungu hajamaliza bado. Yaani kama unadhani kwamba Mungu amekushangaza, hajakushangaza bado. Hajamaliza. Bado ana vingi. Umeona? Aliumba kwa kutumia mbegu. Sasa hivi anakuja kufundisha kwamba kwa mti huu unaweza ukachukua kitawi chake, ukaenda ukakipanda mahali na kikatoa mti mzuri tu. Kumbuka amesema kile kitawi kikaota, kikatoa mti mzuri. Sasa how come wewe unasema yale matunda yaliyozalishwa kwa jinsi hiyo yasiyo na mbegu ni mabaya? Siku ya tatu aliumba bahari na nchi kavu, aliumba majani, mche utoao mbegu, mti wa matunda wenye mbegu ndani. Mwanzo 1 mstari wa 11 mpaka wa 13. Siku ya 4 ambayo inapatikana Mwanzo 1 mstari wa 14 mpaka wa 19, Mungu aliumba mianga miwili mikubwa na mdogo. Mianga miwili, mkubwa na mdogo. Akaumba na nyota pia. Hiyo ni siku ya 4. Siku ya 5 Mungu aliumba kila kitu kiendacho chenye uhai kwenye maji na angani. Yaani siku ya 5 aliumba vitu vyote vinavyopatikana baharini, iwe ni samaki, iwe ni mimea, chochote kile ambacho kina uhai kiko chini ya maji kiliumbwa siku ya 5, pamoja na nyangumi, pamoja na vitu vyote vinavyopatikana angani, yani wale ndege wa aina yote wanaoruka. Lakini siku ya 6 Mungu aliumba viumbe hai wote waendao katika nchi, yani nchi kavu. Kiumbe yoyote unayemjua ambaye ni mnyama wa kufugwa, ama ni kitambaacho, majongoo, sijui minyoo, sijui nini, vyote hivyo, ama mnyama wa mwitu
mbwa mwitu, mbwa wa nyumbani, pundamilia, wote hao waliumbwa siku ya 6. Na katika kufunga kazi, ili afunge kazi, akamilishe sasa kwamba nimemaliza kuumba. Hapa sasa ndo naona kwamba I am done creating the heavens and the earth. Akaweka kitu cha thamani kabisa kwake, akamuumba mtu. Kwa hiyo anaposema Yohana 1 mstari wa 1, mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vipi? Vyote hivi hapa. Tuishie hapa. Kuanzia somo lijalo tutaanza kuchambua Mwanzo 1, Mwanzo 2, ikiwezekana na Mwanzo 3. Nikutakie wiki njema ambayo yenye mafanikio, na Mungu wangu, Mungu wa mbinguni, Mungu aliumba mbingu na nchi, akakupe maarifa ili usiangamie. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua. Tunakabidhi kipindi hiki mikononi mwako, na wakabidhi wote watakaosikiliza kipindi hiki mikononi mwako. Ukawafunulie na ukawape maarifa, akili, hekima na ufahamu. Katika jina la Yesu ninaomba, ninashukuru na ninaamini. Amen.